Oya machizi boti wanagusana na jua. Machizi boti wanagusana na jua. Machizi boti wanagusana. Machizi boti. Asa umeshinda kuniletea nyumbani hizo nguo. Mpaka unafua mwenyewe. Ama kweli nimeamini damu inafuata mkondo. Kama kaka yako yule Uchebe. Kwani vile vile Chachagwa. Wewe unakuja hapa bila salamu nini, alafu umetinga maskani uelewi au sio? Alafu unataka nikupe nguo zangu ukafue mtani kwenu, alafu yule Uchebe akija zitie nyembe, si ndio? Shazoea. Niambie. Fresh. Nini hiyo? Mzigo. Kanikabidhi pesa yangu na upeleka nyumbani. Uchebe. Unaenda wapi sasa? Naenda kwa rafiki yangu. Kwa rafiki yako kufanya nini? Kaniita. Na kwa nini wewe unapita na mimi napita kwa kuniogopa wakati mtaka kuniheshimia? Wewe sikiliza. Tuanze kuota mapembe. Mimi dharau sipendi, umeelewa? Wewe unajua kuna kwenda kunya tuchooni au sio? Kwa rafiki yako kwenda kufanya nini sasa? Sikiliza nakwambia kitu kimoja. Hizo habari kuna njia afu naenda sehemu kwa wajinga zako kwao. Wewe, unajua unachukulia mimi laki 3. Wewe unajua kuna kwenda kunya tuchooni au sio? Kwa rafiki yako kwenda kufanya nini sasa? Mimi sijui ameniita. Yaani umekuta wewe jini si ndio au shetani? Mtu akikiwaudi tu akipandisha anaitwa si ndio? Wewe, jua mdogo wako ashakuwa anaweza kama malaya huyo. Taratibu basi boy. Sio taratibu mwanangu, nazingua baba. Oh, sikiza nikupange, umeelewa? Mbona libabu? Kamata. Naenda kwenye sepele zangu, nikirudi hilo utanikabidhi, umeelewa? Na so naenda zako huko, usiku maana ndio unarudi. Hebu kwanza lifiche, mbona unafanya kama kucha na neka zalani? Mbona unaogopa wewe? Oh, hebu kipigilie basi maana kia kama wazani kama kucha vile. Wewe vipi wewe? Oh, sikiliza, piga dunda. Kuya, piga dundo. Piga kiatu hicho. Au niamini. Vipi? Hamna. Ila naona kazi kubeba huo mzigo. Sasa ni Uchebe anakukabidhi mzigo kabisa na unauchukua bila kukagua. Mtu wenyewe unamjua kabisa, akili zake anazijua yeye mwenyewe. Alafu anakupa mzigo na uchukua. Je, akika viganja humo vya mtu? Achele kumkata mtu hata masikio, kutoa macho nini yule, yani kwake kawaida. Anaweza katia humo afa na kukabidhi wewe, mwisho wa siku anakupa zigo la mavilo. Mimi naona kazi kubeba. Hivyo ndio nimeshuka. Naona kama nitaupoteza samani. Naomba unihifadhi. Baadaye nitapata.
Sawa. Nitafuata baadaye. Nikukute sasa. Haina noma, wasi najua tena mimi. Sio sana nakuja hapa haupo. Kwa maana yeye uchelewe kutoka hapa. Niaminie basi. Wewe unajua mimi jeshi, tena jeshi la mtu mmoja. Labda nikiona mwanangu Tosi ndio tunakuwa majeshi ya watu wawili, lakini mimi jeshi la mtu mmoja alafu ile fresh. Wewe si wazi mama mtu. Haina noma, haina noma. Utakuta fresh. Basi poa. Fresh ka? Baadaye. Haina noma. Poa. Siji Mungu alikumba wewe. Na imani katika zile weekend zile Mwenyezi Mungu ilikuwa na weekend ya peke yako. Wewe mtoto mkali sana. Sije kuona kama oya, we nakupenda sana. Oya, waone wote wanajua mtaani. Mwa. Oa mwanangu Chebe. Oa Uchebe. Oa Uchebe. Oa mwanangu sana. Oa. Oa wewe vipi mwanangu, unaita muda wote hapo umejikausha ndani tu mwanangu, ndo nini sasa? Ushaanza kusinzia mwanangu. Vipi? Oa niambie. Sasa mwanangu umekaa ndani, unajua mida hii hapa hii. Sema nisikize kwani kusemea kesi yako. Unajua mwanangu jana ungeniua pale. Ile kamba gani anayopigwa boya kamba kama ile? Oa sikiliza mwanangu, ile pale emergency unajua mimi nishampiga ndoige, unajua. Ila nini mwanangu? Ile ni emergency tu imetokea. Wewe tumefanya mambo mangapi mimi na wewe bwana? Yaani wewe umefanya mimi nitumie nguvu kubwa. Mpaka tuwane mapachete nini hata tuanze kukimbizana pale. Unafikiri atapita ng'ombe tena pale siku nyingine pale. Utabadilisha njia, atapita lami kwa lami. Oa sisi tutatega pale pale, watu wajinga waishi mwanangu. Niambie mwanangu. Fresh, muda ndo kama uwapo, kama vitu mfuate, si umesema mali anayo yule kijana pale. Kule kama vitu mchimbukie. Nilikuwa nishafogeti mwanangu. Unaona sasa? Sema sikiliza. Tunakwenda pale au sio bwana? Tunaenda kulianzisha. Pale tunaenda na mabiti kwanza. Tukiona waelewi, wanajifanya viziwi, tunaliamsha. Umeelewa sijui? Oya wewe unijui bwana siku zote bwana. Ninakujua. Sasa kama unaumwa degedege, unatetemeka, niambie nikutafutie vidonge umeze kwanza, tukaenda pale. Tunavaa ile oya mwanangu, degedege wapi, unataka kunivua vyeo mwanangu? Mimi nina vyeo vyangu babu. Madogo yuko kalichanganya. Umeelewa? Kama kalichanganya. Yule ngoja tukaichanganya familia yake kwanza. Yaani mwanangu sio tena naenda tunacheka kwa hamna kucheka unajua. Sio muda wa kucheka kabisa mwanangu Uchebe. Babu. Yaani waanzi hapa naacha huku na hata hapa salamu wenzao kama kuna watu wamekasirika. Tulia mwanangu, kichelewa shavuni tulia. Ngoja nichukue viatu. Oa Uchebe fanya faster mwanangu. Mimi hapa vikae mbali babu. Sio unataka kutetemeka sasa. Oya wewe. Yaani huko nenda kumaliza kila kitu. Kama unajua degedege sema nikupeleke hospitali kabisa. Oya mwanangu, nikaushie mwanangu, siniviwe vyeo ujue. Mimi nina vyeo vyangu ujue. Tuondoke mwanangu. Mambo Poa, kwema. kwa mambo siku Safi. waonekani. Nipo. Maana nishakuja nyumbani mara 3 sijakukuta. Una nini kwani? Nipo shoga yangu na matatizo mwenzio. Wewe acha tu. Kakangu alinipa mzigo. Mzigo gani? Mimi mwenyewe siuelewi mzigo. Wala nini. Sasa mimi kwa mapenzi yangu nikaenda kumpa bwana wangu. Sasa kufika jioni ya leo kaka anautaka mzigo wake. Mguu ndio mkopo nienda kwa mjumbe. Mjumbe? Mimi nataka kufanya nini kwa mjumbe shoga yangu? Nikamwelezea shoga yangu. Ile unayofanya.
nakushauri mimi, usiende kwa mjumbe. Usilifanye hilo, usiende kwa mjumbe. Kwani usimtafute bwana wako na kaka yako kakaa chini mkayaongea haya? Hebu jaribu kuongea nao, labda wewe unaweza kaa suluhu kwao. Eti Fanya hivi basi. Sawa shoga yangu, twende. Wewe unaona elekea kiwango kingine, basi twende tuongozane. karibu. Asijua kali. Hatari. Sio poa. Linawaka sana mpaka linachanganya. Wewe acha. Yaani linawaka mpaka mifukoni. Leta habari ya Afande Nyoka. Ile dada yangu mimi nimekuja hapa na namshukuru Mwenyezi Mungu nimekukuta. Nimekuja bwana mimi hapa kuleta taarifa tu kwamba natakiwa ufike kwa mjumbe bila kukosa. Mimi nahitajika kwa mjumbe. Na endapo kama utakuwa na dharura, ndio wewe ikatokea afu ukawa haupo, basi ni vema akina kada wakahudhuria pale kwa mjumbe. Kondo hayo ndio aleta dada yangu kwa siku ya leo. Sawa, nimekuelewa. Ila afande, kiukweli sasa hivi mimi nachanganyikiwa. Maana matatizo mengi yanatokea na yananifuata mimi tu. Hivi niulize, kwa nini hawa vijana wanakuwa hivi? Maana nyinyi ndio tunayotegemea sisi. Kuna siku walikuja nyumbani kwangu hapa. Walinifanyia sana fujo. Walikorofishana na vijana wenzao huko, wamekuja hapa wamenifanyia mimi fujo. Sijakaa muda mrefu wengine wanakuja hapa, wanakuja kuniambia tumepigwa. Yaani unajua ilinichanganya sana hiyo. Sasa afande, hebu fanyeni basi kazi zenu kwa weledi. Kila siku tunawalipa pesa sisi. Kila siku tunawapa pesa sungusungu. Mara utasikia kwa mtu kaibiwa, mara utasikia kwa mtu nini. Yaani matatizo hayaishi. Kwa nini inatokea hivi? Hapana. Yaani sisi tunafanya kazi yetu kwa weledi zaidi. Isipokuwa tunakosa ushirikiano kutoka kwenu nyinyi ambao jamii inatuzunguka sisi sote. Unajua dada yangu nikwambia kitu kimoja. Hauwezi ukafanya kazi peke yako na ukafanikisha pasi na kushirikiana na wenzako. Yaani umoja ndicho kinachotakiwa. Lakini mimi nakuahidi yote kwa yote haya tutayamaliza. Tumechoka maana tumesemwa mpaka sisi wenyewe tunajisikia aibu. Sawa. Hamna shida, nimeelewa. Isipokuwa kitu kimoja. Ili mlifanyie mkazo. Na msipolifanyia mkazo, sisi wananchi wenye asili kali tukilichukulia tunavyojua sisi, msitutafutie matatizo. Nafikiri wenyewe mnaelewa. Maana tumechoka na haya matatizo. Tumechoka kabisa. Na nyinyi mnachukulia kama kitu cha kawaida. Kwa hili mwenzangu, na kunakoendea huko, mimi asije kuchukua mtu hela sungusungu nyumbani kwangu. Yaani sitaki kumuona mtu yote anakuja kuchukua hela sungusungu. Yaani kwa sababu kila tunachokifanya tunaharibiwa. Mara uko umeiba, mara uko mfanya hivi, mara uko mfanya. Nyinyi wenyewe mnachukulia kawaida na kila siku asubuhi mmekuja, nataka hela sungusungu. Nataka hela sungusungu. Mnalinda nini sasa kwa staili hii? Basi hamna shida. Haya, karibu sana afande. Mimi naomba nitoke. Sawa Afande Nyoka, hamna shida. Basi sawa, haina shida. Mimi nimekuelewa vizuri kabisa. Yaani nimekuelewa vizuri. Isipokuwa tunachokuomba mimi kweni tu wapole. Hama utamaliza, tunawaahidi tutamaliza. Basi sawa dangu, mimi natoka. Sawa, na mimi naelekea hapo. Nenda kwanza kwa shoga yangu na kumwangalia kwanza. Maana nywele zinanifumukia sana. Basi sio mbaya tukiongea.
Sawa. Uchebe yuko wapi? Mama tizamana vipi? Hamna. Uchebe sina uhakika naye, maana mimi nilimwacha kwake, sasa sijajua kama yupo kwake au yupo wapi. Oh, sawa. Maneno yako tu yanaonyesha kwamba wewe unataka kuniambia ukweli kwamba Uchebe yuko wapi. Sawa. Ila mimi nitajua nitampata wapi Uchebe. Ila nataka niwaambieni kitu kimoja. Sawa. Msije mkatona wabaya sisi katika huu mtaa. Kwa sababu haya mambo ambayo wanafanya Uchebe na mwenzake Panya ni mambo ambayo haipendezi jamii hata kidogo. Nashangaa nyinyi wasichana wazuri kama nyinyi natembea na wale wahuni, alafu nashindwa kuwashauri wafanye vitu ambavyo vinaendana na jamii ambayo inatuzunguka. Nashangaa nyinyi wasichana wazima tena wazuri mnaenda kutoka na wale wahuni, alafu nashindwa kuwashauri wafanye vitu ambavyo vya msingi wa jamii ambayo inawaelewa. Kwa nini nashindwa kuwashauri waume zenu? Baba, tena naomba samani uishi hapo hapo. Wale mabwana zetu wanatuambia sijui wavuta mabangi, sijui mavuta nini, sijui nini, kwa sababu tunaona wazuri. Na ndio maana tunaona hivi tunanawili kila kukicha. Na hapo ulipo ukatuletea sisi wazuri warembo. Basi jaribu kuongea kwa heshima na adabu, sawa Kama ungekuwa unajua heshima basi ungetufuata kiheshima. Upo. Sawa. Kwa maana sasa nyinyi mnaonekana mko pamoja na hao mabwana zenu, si ndio maana yake? Kwa maana hujanielewa ninachokizungumza au sio? Sikiza nakwambia kitu kimoja wewe dada. Wewe binti wewe. Unapozungumza na mimi, naomba uzungumze kwa heshima na taadhima. Sawa? Ninachokizungumza mimi hapa namaanisha sipo katika masiara hata kidogo. Sasa kama nyinyi mmeshindwa kuwashauri na wakayaacha mabaya ambao wanafanya hapa mtaani, mimi nitaadhibiri nikiwa kama afande nyoka. Umeelewana? Mimi naondoa naenda kuwatafuta watu. Acha kujipandisha vyo. Kazi yako yenyewe tu kuokota 200 mtaani mpaka mtu aende huko akahangaika kaza kuja kuchukua 200 300 ndio upate kula na familia yako. Angalizo nimeshawaambieni kwamba tusije tukaona wabaya katika mtaa. Sina mengi ya kuongea na tabia mimi nitawakomesha nikiwa kama afande nyoka. Basi utapandishwa vyo na serikali ili uitwe afande chatu kabisa. Cheo tayari nishapandishwa mpaka hapa. Sasa mimi tabia nitaikomesha. Na hakuna yoyote ambaye anaweza kanizuia mimi kukomesha hii tabia. Sawa? Mimi sitaki kuendelea bishana nyinyi. Endelea na safari yenu, mimi namfuata huko kijiweni. Na kama nitakuta na wenzake itakuwa vizuri. Sawa? Unachelewa.